Karibu katika episodi ya 5. Tulipokuwa tumekomea katika episodi ya 4 ni mara baada ya kumshuhudia Mwamba Brown akiwa anaanguka chini, na mfalme hakwenda kumbeba yeye bali alienda kumbeba bidada Wayang aliyekuwa anaanguka pia. Mwamba Byongyang naye akajitolea kwenda kumbeba Princess. Kumbuka hapa kila mtu kambeba mtu ambaye anampenda kwa kweli kweli na sio maigizo kabisa. Alafu bidada baada ya kuchukuliwa akapeleka katika mageto ya Mwamba Byongyang, akaanza kumtibia. Alikuwa haamki, basi wakaanza kulia tu hapa ndani. Mwisho wa siku bidada anawasikia tu, kumbe wananipenda na Mwamba Byongyang alikuwa nakumbuka namna ambavyo bidada alikuwaga na tabasamu kabla ya kuwa princess, lakini sasa hivi amekuwa princess ni mtu ambaye hana furaha wakati wote, kana kwamba maisha yake yamekuwa magumu ghafla. Hasa yule malkia akawa anakumbuka moja kati ya tukio lililopita zamani. Anakumbuka kwamba princess aliwahi kumfuata siku moja kabla ya kujirushia katika bwawa na alimuomba kuondoka katika hii himaya ya kifalme, lakini alikataliwa. Basi hapa anaota kana kwamba yuko anakimbizwa. Sasa wakati anaendelea kukimbizwa akakutana mbele na malkia akiwa anamzuia asielekee popote pale, alafu kando yake akagundua kwamba kuna bwawa ambalo limekauka maji. Sasa bidada akashtuka kutokea katika ndoto hiyo mbaya, na kutokana na hesabu yake anaamini kwamba siku ya leo kama akijitupia katika maji kuna uwezekano mkubwa sana akarudi katika dunia yake. Basi akaondoka na akaelekea katika lile eneo la jirani na bwawa na akaenda kuwaaga wafanyakazi wengine wote, kisha akawa anakimbia kuelekea katika lile eneo la bwawa lililokuwa linajazwa maji nyakati za mchana. Sasa bidada anafika eneo la tukio ndo anagundua kwamba lile bwawa lilikuwa limekauka na maji hayajaweza kutosha kuweza kulijaza. Kwa hiyo watu wakawa wanaomba msamaha, samani kiongozi, tunaomba tusamehe kwa sababu bwawa tumegundua kwamba tunashindwa kulijaza kwa sababu kisima pia kimekauka. Lakini bidada akasema maji hayo madogo yaliyopo mimi nataka nijirushie katika hilo bwawa tena. Lakini wakawa wanamzuia, anasema princess, usifanye jambo hilo, tutakwenda kuhukumiwa sisi kwa kukuruhusu wewe kujitupia kwenye bwawa ambalo halina maji. Basi mfanyakazi mmoja akajitolea akaingia kwenye maji, akasema malkia, ukijirusha tu kutokea huko juu, pindi utakapotua hapa ni pafupi sana, yani utakwenda kubonda kichwa, hutaamini. Taarifa bwana wewe zikamfikia malkia mkubwa ambaye alishangaa sana kuona kwamba eti bidada Brown alitaka kwenda kujitupia katika ile swimming pool. Basi akasema kwamba kama unataka kujimaliza maisha yako na kama unamchukia mfalme, tafuta njia nyingine ya kuweza kujiua, lakini huwezi kuachana na mfalme hata kidogo. Na huyu ndio malkia amesema. Na ile bidada Brown kugundua kwamba amemkela sana malkia, basi akaanza kuinama pale akiomba msamaha na kusema kwamba hatarudia tena kujirushia katika lile bwawa. Lakini mwisho wa siku akawa anaulizwa, wewe kitu gani unachokitaka? Unataka kuondoka hapa katika huu ufalme? Lakini bidada akasema sio niondoke katika ufalme, bali nataka kuondoka katika hili eneo. Malkia akasema kama utaendelea kuonesha tabia hizo za ajabu, basi utakwenda kukutana na adhabu mbaya sana. Bidada akaruhusiwa kuondoka hapo ndani. Sasa yule mwamba anayevaaga kinyago baada ya kumpoteza yule mfanyakazi wa bidada Wayang alipokuwa ameweza kumteka, basi akawa anarudisha ripoti kwa kiongozi wake na kusema kwamba nimefeli kiongozi, yule bidada ameweza kukamatwa na amerudishwa tena kule kwa bidada. Kiongozi wake hacheki na wowote, akamhakikishia kwamba kama atarudia kufanya kosa kama lile, basi hakika atamuua. Hasa maswali yameibuka katika ufalme. Kwa nini mfalme aliweza kumsaidia uajini na akamwacha princess? Na mfalme alieleza wazi kwamba kutoka siku niliweza kukutana na bidada Wayang nilimpenda siku hiyo hiyo. Ila huyu mlinzi wake akasema, unadhani mpango wa princess utakuwa ni upi mara baada ya kugundua kwamba wewe umeweza kumsaidia Wayang? Mfalme akaondoka na lengo lake sasa anataka kwenda kukutana na bidada princess. Hasa ile mfalme amefika tu kwa bidada princess, moja kwa moja akaanza kula matusi. Yaani mimi nimeanguka alafu naenda kumsaidia Wayang, mtu ambaye hata hahusiani na wewe. Mfalme alijitahidi kumbembeleza malkia lakini ikawa imeshindikanika. Mwisho wa siku mfalme akaondoka zake kwa hasira. Hasa wakati mfalme anatoka katika nyumba ya malkia ndo akaja kushtuka kwamba hapa kila siku panajazwa maji. Sasa hili ziwa lina maana gani kwake? Kwa nini analihudumia kiasi hiki na kwa nguvu namna hii huyu princess? Huku upande wa pili bidada Wajin ndo anapata fahamu mida hii. Basi mfalme alienda akamkumbatia kwa kumbato kubwa sana, ni kana kwamba ni kama wanahisia kali sana ya kimapenzi. Na Wajin akawa anasema, vipi mfanyakazi wangu yule, mmeweza kumkomboa? Mfalme akasema ndiyo, yuko salama kabisa. Anaendeleaje kwa sasa? Akaambiwa kwamba anafanywa matibabu, anaendelea vizuri. Lakini bidada Wajin akaenda kumtazama yule mfanyakazi wake aliyekuwa ametekwa. Mfanyakazi ana majeraha kibao, lakini baada ya kumuona tu Wajin akaanza kupata nguvu na kuendelea kujieleza kwamba nimeteswa sana, niseme ukweli. Akaulizwa ni nani alikuwa anakutesa, lakini bidada akasema sikuweza kuiona sura ya huyo mtesaji. Sasa kesho yake mapema na alfajiri ikasikika uvumi mmoja hivi, maneno yanaongelewa hapa ndani ya ufalme kwamba bana we, malkia amemfungia mfalme na amesema asitoke nje kabisa kwa kitendo cha kuweza kumbeba bidada Wajin na so princess. Kwa hiyo kile kitendo kilionekanika ni kuvunjia heshima ufalme. Kwa hiyo amepewa lockdown ya kukaa ndani pasipo kutoka nje hata kidogo. Sasa huku upande wa pili bidada Brown yuko busy tu na kujifunza kushona. Sasa huyu chef ambaye ni mpishi mkuu hapa akawa anasema sio kila kitu utakuwa unakijua, angalia unavyoshona vibaya. Wakati huo huo vile vyakula vyote vilivyokuwa vimeandaliwa na mkuu wa mapishi kumpelekea malkia vikawa vimerudishwa vyote. Malkia anasema hawezi kula chakula chochote kile isichokuwa bidada Brown ndo aliyeweza kupika. Sasa bidada Brown alichokifanya akaingia jikoni akapiga msosi mmoja wa maana sana.
alafu ule msosi akaugawanya gawanya. Kwa hiyo Malkia anatakiwa kula msosi, alafu atagundua msosi wa bidada Brown ni upi. Na chakula kilikuja kikiwa cha moto, yani bidada alitengeneza kachupa fulani hivi kakuhifadhi joto. Kwa hiyo Malkia alikuja kula msosi ambao ni wa moto moto bana. Ilikuwa ni bonge la kitu ambacho kilimfurahisha sana. Na huu utamaduni wa vyakula kuchaguliwa sana katika ufalme umeanzia zamani sana, kwani hata Malkia anakumbuka kwamba wakati ambapo mfalme wa aliyefariki alikuwepo madarakani, kuna chakula kizuri alichokuwa nakipenda, kisha kitumia, basi alikuwa anafanya maamuzi kwa kusikiliza makundi mawili ambayo yalikuwa na nguvu sana katika ufalme. Na kundi la kwanza ndio kundi ambalo lilikuja kumuaga yeye mwenyewe kwa kumwekea sumu katika kinywaji. Hili kundi lilikuwa linashinda sana misituni na ni kundi ambalo lilikuwa linasimamiwa na wanajeshi. Na bidada Wayan naye anakumbuka hili tukio wakati linatokea, alikuwaga na urafiki sana na huyu Malkia. Na walikuwa na kaugomvi fulani ambako kalikuwa kanaendelea baina yao, ni kana kwamba walikuwa hawaelewani kabisa. Sasa siku ya leo wakiwa katika eneo la ufalme, ghafla tu bana mvua ikaanza kunyesha. Bidada alifurahi sana kwa sababu kadri mvua inavyozidi kunyesha, manake lile bwawa asili litakuwa linaendelea kujaa maji. Na bidada Brown akatoka nje katika mvua nyingi sana, akaanza kuogelea. Sasa wafanyakazi wake wakamuwai na wakaanza kumkinga asimwagikiwe na maji ya mvua, wakati yeye lengo lake ni kumwagikiwa na hayo maji. Hasa kadri bidada Brown anavyoendelea kucheza katika mvua, akajikuta tu mfalme anamtazama huku anazidi kumtamani tu, yani kama hisia fulani za kimapenzi zikaanza kujijenga ndani yake. Mfalme akamfuata bidada, akamwekea mwamvuli na akamwambia, nisamee katika yote ambayo nimekufanyia. Lakini bidada akasema, wewe ndio unanifuata kwenye mvua, hebu niache mimi niogelee zangu. Halafu huwezi kuamini, wakati mfalme anaondoka, si bidada akaanza kuyasaula pale mauno bana. Hutakaa uamini kabisa, mauno ya Kikorea. Na mishale ya usiku ilipoweza kufika, bidada Brown akaanza kuondoka katika maeneo ya ufalme, na kila mmoja alikuwa amelala basi akamfunikia na kusema, kwa heri, naondoka zangu mimi. Na kabla bidada hajaondoka katika ufalme huu, kwanza akapiga saini katika jiwe, kisha akawa anataka kwenda kujirushia. Akajitupa ndani ya kina cha maji marefu sana, lakini akashangaa hakuna mtu anayekuja kumkisi kama alivyokuwa amekisiwa mwanzoni mpaka akasafiri kuja dunia hii. Ila dakika hiyo hiyo akaweza kumwona mwanaume ambaye akawa anakuja upande wake, ila huyu mwanaume amevaa mavazi ya kizamani. Wakati yeye alipokuaga mjini alifuatwa na mwanamke aliyevaa mavazi ya kizamani, ndio maana akarudi zamani. Sasa anatakiwa kufuatwa na mwanaume ambaye amevaa mavazi ya kisasa ili arudi katika dunia ya sasa. Kumbe mwamba alikuwa ni mfalme. Na bidada akawa anamfokea mfalme, mimi nataka niondoke sasa. Mfalme akanajua kwamba bidada anataka kujiua, akaanza kusema, kwa nini unataka kujiua? Kwa nini unataka kujiua? Kwa nini unataka kuondoa maisha yako? Bishano yalikuwa ni makali sana baina ya mfalme pamoja na bidada Brown. Tena alikuwa ni makali sana tu. Balaa linaanza, mfalme alikuwa na mazungumzo ambayo alikuwa anataka kuongea na princess. Alipogundua kwamba princess hayupo, ndo akawa anatimba katika hayo maeneo ya bwawa, akakutana kuna jiwe pamoja na nguo, ndo akajitupia ndani ya maji kwenda kumwokoa bidada. Sasa hapo ndo bidada akawa ameweza kuokolewa na akasaidika. Bidada anashangaa bana, anatetemeka. Kama mfalme asingeweza kumsaidia, huenda angekuwa amekufa wakati huu. Yani anaogopa kwa sababu alikuwa anakata pumzi kabisa. Akawa anajiuliza, kwa nini sasa siwezi kurudi katika ulimwengu wangu wa kawaida, katika hali yangu ya kawaida ya wanaume? Imekuwaje kwaje hii hali? Akawa anawaza, huu mwili wa huyu mtu ambaye nimeuvaa, huyu mtu alikuwa anatamaniki sana kuondoka, ni kama alikuwa anataka kukimbia kitu. Alikuwa anataka kuondoka, rudi nyumbani. Vipi kama na mwenyewe nikarudi nyumbani? Hasa nyumbani kwenyewe huko ni wapi? Sasa mimi nyumbani kwangu najua ndio hapa na nimeibukia hapa. Okay, akawaita watu akasema kwamba nataka tufanye tambiko ambayo itakwenda kunisafisha mimi na balaa yote. Wakamwambia kwamba mtu pekee ambaye anaweza kufanya ritual ama tambiko atakuwa ni Malkia peke yake. Kwa hiyo wanatakiwa wamfuate Malkia. Bidada Brown alishangaa, ina maana Malkia ndio mtu ambaye anaweza kufanya matambiko hapa? Imekaje kaje hiyo? Basi Malkia akasema, umekuja kufanya kitu gani? Basi bidada akasema, nimekuja kwa sababu nataka mtu fulani aweze kuchunguzwa huko aliko. Huyo mtu ni nani? Akasema, kuna mtu mmoja muhimu sana. Basi Malkia akawa amemshika mkono. Baada ya kumshika, bidada Brown akawa ameondoka pale, lakini Malkia alipata mashaka sana na bidada huyo, akawa na wasiwasi na kitu fulani hakiko sawa. Sasa bidada akawa anawaza, ni kwa nini mmiliki wa huu mwili wangu alikuwa anatakaga kujiua ama alikuwa anataka kuondoka katika ufalme? Ina maana ndio kwamba alikuwa ampendi mfalme? Isije ikawa na yule pia mwanadada aliyekuwa amejirushia katika ile bwawa na yeye pia ameibukia katika ule mwili wangu kule. Mungu wangu, yeye ataniharibia karia yangu kwamba mimi ni mpishi mkubwa. Yeye atakuwa anajua kweli kupika kule kwa sababu hajawahi kushika hata kijiko. Alafu wazo lingine likawa limekuja kwamba vipi kama yule mwanamke amerudi katika dunia yangu kule? Kumbuka yeye ni mwanaume, lakini atakuwa anapenda wanaume wengine na wanaume wa mjini hawanaga kulemba mambo. Ataanza kutoka naye huyu, ngoja ni mwai. Alipiga makelele akasema, anataka kurudi, mimi ni mwai yule mjinga yule. Anaweza kaanza kupenda wanaume na wanaume wa mjini hawanaga kulemba kabisa. Akajifunza mpaka ibada za matambiko za kuweza kurudisha nafsi iliyoweza kupotea. Akaanza daya kupiga ibada yake, lakini hakuna kilichoweza kutokea. Lakini ghafla tu akaja mfanyakazi wake wa karibu akamletea mabarua kibao hapa. Ilikuwa ni mabarua ambayo mfalme alikuwa anayaandika. Kumbe bidada alikuwa hafunguagi kabisa barua ambazo mfalme alikuwa anamtumia. Kumbuka kwamba bidada alikuwa mpendagi mfalme, kwa alikuwa anayahifadhi tu mabarua. Ikabidi bidada kuanza kuangalia hizo barua zote zilikuwa zimetumwa na hazikufunguliwa. Hasa yule bidada mfanyakazi wa Huajin, kumbuka alikuwa ameulizwa maswali, ni nani aliyekuwa anataka kukuumiza namna hiyo? Bidada akasema hamkumbuki
sura yake. Sasa wakati huo bidada alikuwa anatembea mitaa hii ya jumba hili la Uajini. Kwa bahati mbaya akakutana na yule mwamba ambaye anafunikaga sura yake. Leo aliweza kuiona sura, lakini mwamba akamchoma bidada kisu kwa sababu bidada alikuwa anazurura bila mpangilio. Lakini huku upande wa pili bidada Uajini hajui kwamba mfanyakazi wake ameshachomwa kisu na ameshakufa, lakini Malkia alikuwa ameweza kumtembelea na akawa anamuuliza Uajini, huo mchoro ambao unaochora una maana gani? Lakini Uajini akasema, nimegundua kwamba kuna mtu natakiwa nimfuate katika maisha yangu, ndio tafsiri ya hili ua. Basi Malkia akasema sawa, tulikuja kukuletea zawadi hizo hapo. Alipoifungua zawadi husika aligundua kwamba kulikuwa kuna mishale kama 4 hivi iliyojichonga sana. Lakini Malkia akasema, hii sio zawadi ambayo nimekuletea, kuna zawadi nyingine ambayo siku ya leo itakwenda kutumwa kwa mfalme. Hiyo ndio itakuwa zawadi kubwa kuliko. Makubwa haya, mfalme tena ametumiwa zawadi. Na ni zawadi gani hiyo ambayo itakuwa kubwa kuliko hii zawadi ya mishale? Tukutane katika episode ya 6, itakwenda kutupa majibu ya nini ambacho kitakwenda kujili. Usisahau kugusa alama ya kusubscribe.